So, good evening. My name is Dr. Mbare Richard, and I would wish to confirm that today in the morning we lost a mother in the process of giving birth in one of our facilities. And before I continue, I would like to pass my sincere condolences to the family. We are very sorry for that loss. This was a 29-year-old mother who was para 1 plus 1 gravida 3, which means that this was the third pregnancy, and she has one child and lost another one. She presented at the facility yesterday at around 11 a.m. and she was admitted for monitoring of labor because she was still in the latent phase. In the process, the labor progressed very well, and our healthcare workers did their best. There was the day staff who handed over the patient to the night staff, and during all that time, the patient seems to have progressed on well when we look at the notes. In the morning, the night staff handed over this patient to the day staff at 8 a.m. and the patient was still progressing on well. But at around 9, it is reported that the patient became restless despite having progressed well in labor. And during that time, the facility in charge, the clinician who was on duty, made a call to Gucha and KTRH for an ambulance so that they could evacuate the mother to a bigger facility that has a theater, because they thought it was important now to take an intervention. And in the process of waiting for the ambulance, unfortunately, our mother passed on while our staff were still preparing the patient for evacuation. And we are told that as they waited for that evacuation, there was some fracas within that hospital. We don't know what prompted that. We are still investigating. Then we also want to tell the public that mothers need to come to hospital early when they're pregnant, for their ANC clinics and delivering in our facilities. And we also wish to tell the public that a maternal death is usually taken very seriously, and even the CS Health in the Ministry of Health, they usually document these deaths and they're investigated to find out why a mother died so that we can take corrective measures. Once more, we are very sorry for the family, and as a department, we are going to do all that it takes to find out where the gaps are so that we don't lose our mothers in the future. Ambayo yalijiri katika hospitali ya Kenyenya asubuhi ya leo, wakati tulipata ripoti kwamba kuna mama pale ambaye alienda kuzaa lakini kwa bahati mbaya akatuacha. Kwanza ningependa nami kuchukua nafasi hii kwa niaba ya department ya matibabu na afya ya umma kutuma rambirambi zangu za dhati kwa familia ya yule mama ambaye alituacha na mtoto wake leo asubuhi, wakati madaktari walifanya kila wawezalo ili kuokoa maisha yake, lakini kwa bahati mbaya akatuacha. Kwa hivyo rambirambi zangu msipokee familia, na sisi kama serikali tutafanya kile tutaweza kuhakikisha kwamba haki imetendeka kwa yale ambayo yalifanyika pale leo. Asubuhi ya leo nilipopata ripoti, nilipopigwa simu nikaambiwa kwamba kuna mama ametuacha, mimi nilifika pale moja kwa moja pale Kenyenya na daktari mwenzangu hapa ili kufanya uthabiti ni yapi ambayo yalijiri pale. Na ningependa kuambia watu wa Kisii kwamba kweli tulifika pale na ile ripoti ambayo
tulipata haikuwa mzuri, kwa sababu wakati mama alipofika pale asubuhi, madaktari wakimshughulikia, kwa sababu alikuwa bado atakuwa tayari kuzaa, kitu ya ajabu ilifanyika, na that is not expected in a civilized society. Madaktari walipofanya kila bidii, ghafla fingu watu walitokelezea, ambapo hatujui walitoka wapi, wakaanza kuwachapa madaktari wetu ambao walikuwa wanafanya kila wawezalo kuokoa maisha yule mama. Na vile tuliposema sahihi, madaktari wengi, manurses ambao walikuwa wanashughulikia yule mama pale walipata majeraha. Wengine wako hapa katika hospitali yetu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Watu walifika pale wengi, sisi tulishuhudia umati wa watu. Walikuwa wanachapa kila mtu pale hospitali. Kazi ya daktari ni kuhakikisha kwamba maisha ya kila mtu, hata yule ambaye alikuwa anampiga, yamelindwa. Lakini madaktari walipigwa, hata sisi, mimi na daktari mwenzangu hapa, hata sisi tulipigwa. Kwa hivyo tumeona mambo mengi yakisoma kwa mitandao, lakini ukweli wa mambo ni kwamba madaktari walifanya kila wawezalo, lakini wounds from nowhere waliingia hospitali, wakaanza kuwachapa, wakakompromise maisha ya yule mgonjwa ambaye alituacha. Na ningependa kuambia kwamba hata ambulance ambayo ilifika pale ili kuevacuate yule mama, wale vijana, wale wounds ambao walifika pale walihakikisha kwamba ambulance ifike pale hospitali ili kuevacuate yule mama apelekwe hospitali nyingine aweze kusaidiwa. Yule mtu ambaye alipanga wale vijana wakuje kufanya yale madhara wamefanya pale, tunamkemea sisi, kwa sababu yeye ametufanya tukapoteza maisha ya yule mama. Fujo imefanyika pale kwa wingi, hospitali imeharibiwa, vitu vimeibiwa, na vijana wengine ambao hatujui watatoka wapi. Hata yule mama, wale familia wa yule msichana ambaye ametuaga, kuna watu wawili pale walijeruhiwa na watu ambao hatujui watatoka wapi. Mmoja alipigwa hapa kichwani, alikuwa anatiririkwa na damu. Mama mzee mwenyewe, uncle wa yule msichana, naye alipigwa. Hicho kitendo sisi tunakikemea, kumaanisha kwamba wale watu ambao walifika pale hawakuwa na nia njema, hawakuwa na nia ya kusaidia ama kuhakikisha kwamba yule mama ambaye alifariki amekuja kufarijiwa. Walikuwa na nia ya kuharibu mali na kuumiza watu. Kwa hivyo tunawakemea kwa yote pale, na tunahakikisha kwamba yule DCC, Deputy County Commissioner ambaye alifika pale, DCIO team na askari walifika pale, tunawaomba, tunawashukuru sana kwa sababu mlifanya kazi nzuri sana kurudisha amani. Kwa sababu kama hamungefika pale leo tungepoteza watu wengi katika hospitali ile ama katika ile jamii ya Kenyenya pale, watu wengi wangefariki. Vijana walikuja wamejihami, mapanga, mawe, vyuma, silaha mbalimbali, kumaanisha kwamba walikuja kupigana vita, hawakukuja kuomboleza ama kusaidia yule mama ambaye alikuwa anasaidiwa na madaktari pale hospitalini. Walikuwa na nia mbovu.